رسول الله وبعد. Kwanza naomba nienda na naomba radhi, mimi sina makamu ya kusimama amama kaumu min al-ulama mithlukum, wallahi, kisha nikathubutu kufungua mdomo wangu. Naomba niombe radhi katika hili, mnisamehe ikiwa nitazungumza au nitasema chochote ambacho hakitakuridhisheni, msinipatilize. Kitendo hichi kinanikumbusha mfano wa Sheikh Shaukani, Muhammad bin Shaukani. Anasema siku moja waliniingilia watu wakitaka niwape sharhi ya Sahih al-Bukhari, hadithi ya Sahih al-Bukhari. Basi alisema maneno haya: la hijra baada al-fath, hakuna tena kufanya hijra kutoka Makka baada ya kuwa tayari kushafanyika fathu Makka. Bimaana Sheikh Muhammad shazungumza na Sheikh wapo, mimi nazungumza nini? Nyinyi mmekuja mnataka niwashereheshe Sahih al-Bukhari, ndio mtasome Fathul Bari ya Imam Ibn Hajar al-Asqalani. Mmoja alizungumza nisherehesha mfano huu sasa na hiki ambacho nimefanyia mimi sasa hivi. Yani kwa neno jingine kumekuja tunatumia kwamba la iqtata ba'da al-'ars au ba'da al-'aqd, baada ya harusi hakuna tena haja ya kujitia manukato. Watu shoki kuwa wewe unajitia manukato na watu. Sasa Sheikh akazungumza, nitaongea hapa nieleweke nimesema, lakini anasema al-imtithalu al-adabi khayrun min suluki al-amri. Utii adab, kutekeleza adabu ni bora kuliko kuacha mambo vile yanavyokwenda muda mwingine. Wasia wangu kwa mimi mzungumzaji na kwa ndugu yangu niwape siri njema. Mimi huyu ni mwanafunzi mwenzangu, kwa mjui hata kama Sheikh alisema kwamba alikuja kusoma kwa Sheikh, lakini mimi hamna uhakika kwamba tulikutana na mimi tulisoma pamoja naye kwa Sheikh Othman. Tumesoma wote siku hizo, alikuja kule kwa Sheikh Othman Maalim kitabu Muqaddimah al-Harrani, mashaallah. Kwa hiyo na saa hizi asante napeleka kwake sana na kwangu mimi, na Sheikh Sharif al-Muazzam ametukusia sisi vijana hapa, maanake tunalengwa mno katika hili. Al-Imam Abu Hasan al-Nadawi anasema hivi: ayuha shabun, na sasa hizi ni sana kwa sisi vijana, vijana au ewe kijana. Mmoja katika wanachuoni walioielezea sira ya Mtume kwa ufasaha sana ni huyu al-Allama Abu Hasan al-Nadawi al-Hindi. Anasema in kunta shaban arwa ajmal qudwatan lak Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ewe kijana, ikiwa wewe ni kijana, basi kama kuna mtu unataka kumgezea, kumuiga katika maisha yako, basi kigezo chako ni Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kama vile alikuwa anaongea na sisi hapa Abu Hasan. Leo hii tunaona wapo baadhi ya watu wanajifananisha na wacheza mpira, wanaimba muziki, subhanallah, lakini katika sisi Mungu atuhifadhi tusizamie huko. Anajifananisha mimi kama vile mcheza mpira fulani, yani kama anavyotembea muda mwingine anatembea kama yeye, anavyocheza pia kama yeye, anavyoimba kama yeye. Na mwingine mtu anajifananisha na mwalimu wake, anazungumza kama yeye. Sasa kama kuna mtu unataka kumgeza, basi kigezo chako kikubwa, na huu ni wasia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Lakini kumbe asema liman kana yarju Allah wal yawmal akhir,
Sasa ikiwa nyinyi ni vijana kweli, wasia huu anasema Abu Musa Abu Hasan al-Nadawi, kigezo chetu ni Mtume. Ndugu zangu, Mtume ametuelekeza mengi katika maisha yake, hatuwezi kuelezea hapa tukafafanua mpeo wa kufafanua. Mimi kumbusheni kitu kimoja ambacho tuchukue hiyo ikawa ni sira, ni funzo, ni somo kwetu, kwa ndugu yangu Al-Akhi Abdul Karim na kwa nyinyi vijana wenzangu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokwenda Taif, alikwenda kwa watu wa Taif kuwatangazia, ya ahla Taif qulu la ilaha illa Allah. Famadha fa'alu bi amaru bilhijara. Mtume kwa alipelekea zawadi, enyi watu wa Taif, semeni la ilaha illa Allah. Walijibu nini Mtume? Alipigwa mawe. Hapo kuna kitu nataka tujifunze. Alionekana Rasulullah anazuia damu yake kwa viganja vyake vya mikono, sira anatuambia hivyo na walimu wanatusomesha hivyo. Alipokuja kuulizwa baadaye akasema, akhsha an tusqata qutratun min dami wa yu'adhibuhum Allahu alayhi. Mimi tazameni hapa kuna somo ndugu zangu, naogopa isije ikadondoka tone la damu yangu katika ardhi. Mwenyezi Mungu akaghadhibika akawaadhibu hawa walimpiga mawe. Mtume kapigwa na hawa, halafu bado anawahurumia wao walimpiga. Bali alishuka Jibril, ya Jibril alayhi salam, anawaambia, abshir ya Muhammad wadai malakul jibal in shi'ta utfiqu alayhim al-akhshabayn al-'azimayn al-jabalayn. Hadha ya Muhammad, Mwenyezi Mungu amenituma mimi, nimekuja na malaika wa milima. Ukitaka sote tunajua hii ni kuzungumza hapa, ukitaka tuwapromoshei milima. Anasema nini Mtume? Ana arju an yakhruja min ashabi haula man yaqul la ilaha illa Allah. Lakini kuna neno alisema hapa, Allahumma hdi qawm Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun. Aliwaombea dua. Ndugu zangu, tunapobeba kazi ya risala, kutangaza kazi ya Mtume, sisi tunamwakilisha Mtume, kumwakilishe kwa sura hii. Tusitarajie Al-Akhi Abdul Karim, usitarajie wala sisi kwa kukutisha, nasema kwa kukupa tahadhari kwamba eti tuna markaz tutake sharafu, sifa, tusifiwe, watu watuone. Wallahi, bali tutarajie masaibu makubwa yatatufika. Litarajie hilo. Mungu anasema katika Qur'an, wakadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan min al-mujrimin. Kila mtume tumemjalia atakuwa na maadui, na kila atakayebeba kazi ya mtume. Sote sisi ambao tutakwenda kutangaza dini hii ya Mwenyezi Mungu, tutafanya kazi ya Mwenyezi Mungu, kazi ya mtume, basi yatakapokuja yale matusi, watu kutusema vibaya, kututizama vibaya, tusiwalaani. Tunamwambia Aisha, inama ma bu'ithtu rahana wala la'ana, situma mimi kuwalaani watu, kuwaombea mabaya, bali bu'ithtu rahmatan lil alamin. Tuamiliane nao hivyo, hawa tunaoamiliana nao mara nyingine hawajui wanachokifanya. Tuishi hivyo, tumuishi Mtume, yale maisha yake sisi tumtangaze vizuri. Ila yaum yahkumu al-hakimu baina al-awwalina wal-akhirin ويقول هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.